Wametoka juzi kwa blaza ambaye mimi ananisimamia muziki, kwenda kumwambia vitu vya hovyo. Unaona, vitu vya hovyo, na sio kama siwajui, na wajua, ila huo ni utoto, ndio huo utoto, ni wa kishamba, ni ushamba ambao ni umepitiliza. Mtu aviche hivyo vitu, havina faida yoyote. Wewe unaenda kukaa na mtu anaweza kumwambia mara huyu hayupo serious. Wewe serious wangu unajua wapi? Serious wangu unajua wapi? Haupo karibu na mimi. Au karibu wetu mimi na wewe ni wakikazi kazi ambazo tunaweza kukutana huko kwenye kazi zetu, shughuli zetu za kila siku zingine. Lakini yani serious wangu kwenye muziki wewe umeujuaje? Yaani hujashika jambo langu lolote lile, unaanza kusema tu hayupo serious. Mbona nazira sijui nazira nini? Wewe kuzilia kwangu nikikuzilia kula chakula chako nimekuzilia show. Yaani kwenye vitu tusiweke sana na vitu personal kwenye vitu ambavyo vingine havihusiani na vitu ambavyo vingine vipo nje na kile wewe unachokutana nacho kila siku. Wewe tumekutana labda kwenye issue ya kuuza maji, tumalizane kwenye issue ya kuuza maji. Lakini kwenye sanaa yangu siingilie, sababu hakukuhusu. Yaani kujifanya unanijua sana, hiyo kitu kinaboa sana. Hebu tuache na hivyo vitu. Wewe focus na maisha yako, mimi focus na maisha yangu. Kwa hiyo wamekuharibia kwa bosi huyo. Yaani wanaanza kuharibu, kwanza kuongea maneno mengi, mtu akuone kama mtu mbaya. Alafu pia vitu vingine hivyo nani. Yaani mimi mtu kijifanya unanijua sana, unijua hata kunje. Kwa hivyo vitu yani kwamba yaani hata kama tunashiriki kwenye shughuli zingine, tuishie kwenye shughuli hizo tu, lakini usifanye kama unanijua sana. Haunijui hata kidogo. Sababu haupo kwenye nafsi yangu, hujui nini ninachofikiria, nini ninachowaza. Na focus vipi kwenye muziki wangu mimi niweze kufika kwenye hatua ninazotaka. Kwa hiyo huyo bosi imekuaje sasa? Amegairi kukusimamia ama imekuaje? Hajagairi, lakini kuna vitu vinakatisha tamaa Gucci. Yaani ujue mimi kama wewe Gucci najua sasa bosi wako ni mtu fulani. Si ndio? Anajua sasa kwamba TS ana karibu na Gucci. Huenda kajua hapa kamili kabisa kwamba TS anajua vitu vingi kuhusu Gucci. Kumbe hamna. Stories zangu tulikutana na Gucci nikupiga stories zetu tu za zingine za maisha mengine tu. Lakini mimi naenda kumwaminisha yule kwamba Gucci hayupo serious, atakupotezea tu muda. Utafanya nini? Huko ni kuharibiana. Sio maisha hayo. Bosi haja mind, lakini alikuwa anaongea kitu fulani, unaona sawa. Ni mtu ambaye hapendi vitu fulani hivi, lakini tujue kabisa kwenye maisha ya utafutaji kuna mengi. Okay. Hii tabia ya kuharibiana kwa mabosi kwa wasanii wetu wa mkoa wa Songwe unaizungumziaje? Ipo kweli ama ipo vipi? Ipo sana, yani ipo sana, na haijaanza leo. Na ndio kinachokwamisha sana juhudi za sanaa mkoa wetu kukua. Sanaa kukua haikui sababu ya hivi. Mimi nimeanza kufanywa hivi vitu sio leo. Toka 2014 nakwambia. Yeye ingekuwa mtu wa kuzira kwamba sipendi muziki, ingekuwa shaacha muda mrefu sana. Sababu vitu wameanza kuniharibia toka muda mrefu mno. Nisha kufanya show. Sawa. Kwa sababu ya kuhamisha bosi kwamba huyu jamaa anaziraga show. Nilifanyishwa show na polisi na pingu zipo. Kwamba akizingua kamateni. Unaona? Na watu ambao wanahitaji competition na mimi. Mwisho wa siku kwenye show nimewaangusha. Unaona? Kwa hivyo vitu vipo sana kuharibiana, alafu visanii hivi usanii uchwala hivi ndio vinaharibu sana hivi. Ndio kimekosa management hiki, kinaanza kuhangaika yeye kinadangada utafikiri kuku aliyekosa nani sehemu ya kulala. Ndio vinaenda kuharibu sana hivi. Na washikaji ambao wengine kujuana sana kwingi. Kwa hiyo maisha tuyaache. Wewe kama huna bahati ya kupata management, endelea kufocus, pambana. Wewe na bahati yako sio hapa Vwawa. Wala sio hapa Songwe. Uenda wewe kwako ni Mwanza huko, sijui bahati yako ndio ujikutania, endelea kufocus. Kwa tusiharibiane hapa, mtu hapo unaona kabisa mtu amepata sehemu ya kusimama hapo unataka kuharibu sasa. Wewe ni ushamba, huwezi jua. Wewe mimi kufanikiwa kwangu ndio kufanikiwa kwako. Sababu wewe unajua mtu anamwazia nini mwenzake. Kwa unapoharibu hivyo labda unatengeneza mazingira mabata. Huku nyuma na atakayegeuka kuja kukumbuka kama kuna nani huko. Kwa tengenezeni njia njema, ukiona mwenzako na mtu usiende kwenda kuweka kakauzide kwamba uonekane wewe unaongea sana, wengine kuongea hatujui. Kwamba tikana boss mimi za kujiproud mimi na hichi no. Mimi nahitaji kufanya kazi ziongee. Ile kama una mdomo kako wako kaa shoga, hayo mambo hayaache, ya hana maana yote hayo, yanaharibu sana yetu. Ndio maana kuna watu saizi walikuwa wanajifanya wanaongea sana, saizi wameshajitaya, wameacha muziki. Kwa tunaamua kufocus tuacheni. Kwa safari ya 100 kuna watatokea watu wawili ndio washindi au watatu. Maana kwenye kuna namba 1, namba 2, namba 3. Kwa wengine mnaoashia njiani acheni, lakini mdomo punguzeni. Sokota. Mimi nachomwambia tu bro, maneno ni mengi. Hasa kwenye njia za sanaa zetu hizi, kwenye harakati zote za kimaisha, maneno yanakuwa mengi sana, ukatishana tamaa. Ili uweze kuvuka lazima muda mwingine uzibe masikio. Yeye aniangalie mimi, je, naharibu mipango yetu tunayopanga mimi na yeye? Anihukumu kwenye mimi, sio kwa watu.
na ninachowaambia tu mashabiki kwamba waendelee kusupport kazi zangu. Kesimane soon narudi, tasimama tena. Changamoto zipo nyingi sana kwenye sanaa, lakini ningekuwa mtu ukata tamaa ningekuwa chaka tamaa muda mrefu sana. Kwa mashabiki naombeni mniombee, narudi mnipokee, lakini changamoto zilizopitia ni ngumu mno kwenye sanaa yetu. Kikubwa tu brother yangu ambaye ameamua kuwekeza nguvu kwangu, awe na moyo wa uvumilivu. Kwenye sanaa kuna mengi. Kikubwa yeye aniangalie mimi tu. Tunapopanga mipango yetu inaenda sawa au naharibu, ndo anihukumu. Lakini asinihukumu sababu fulani kapeka kama mdomo, kaongea. Kuna wengine wanapenda tu kwa machawa sababu mtoto amekosa hela za bia. Kwa anapokaa naye ili ionekane kabisa kwamba anaongea vitu vya msingi sana, aendelee kulewa, kununuliwa bia. Wanapeka tu midomo kama wanawake. Mtu hatutakiwi. Okay.